Msichana huyu alikuwa na uwezo wa kipekee tangu akiwa mdogo. Aliweza kuponya kila kitu. Aliweza kusikia mimea. Watoto wengine walimwogopa. Walimchukulia kama wa ajabu. Hakuwa na rafiki. Aliishi katika kituo cha matibabu. Siku moja mvulana mpya alikuja. Msichana alimkaribisha, lakini mvulana hakumjali. Msichana akasikia mchwa wakilia. Alimwambia mvulana aache, lakini hakusikiliza. Alipojaribu kumzuia, walinzi wake waliinuka. Msichana akaogopa, akakimbia. Alianza kumwona kama mtu mbaya. Baadaye akasikia kilio. Alienda kuangalia. Alimkuta mvulana akiwa na mbwa wake aliyejeruhiwa. Msichana akamponya mbwa. Mvulana alishangaa sana. Tangu siku hiyo wakawa karibu. Siku moja msichana aliuliza, unatamani nini? Mvulana alisema, nataka kusimama tena. Msichana akaamua kumsaidia. Alitumia nguvu zake zote, karibu azimie. Mvulana alimshika. Msichana akasema, umepona. Mvulana akasimama, akafurahi sana, akamshukuru, akamkabidhi hirizi yake. Msichana akampa taji la maua. Waliahidiana kubaki pamoja. Lakini siku iliyofuata, mvulana alichukuliwa. Aliambiwa baba yake amefariki. Alipaswa kurudi nyumbani. Mvulana hakupenda kuondoka. Alitaka kubaki na msichana, lakini alilazimika kuondoka. Aliporudi, hakumkuta msichana. Alikuwa ameondoka. Wazazi wake walimchukua. Walitengana bila kuagana. Miaka 16 ilipopita, msichana akakua, akawa mrembo, lakini wazazi wake hawakumpenda. Walimlazimisha kuolewa. Akaenda kwa mwanamume tajiri. Aliingia ndani ya nyumba, akaona taji la maua. Alilitambua. Akatambua ukweli. Mwanamume huyo ni mvulana wa zamani. Lakini mwanamume hakumtambua. Alisema hampendi, hataki kumwoa. Wakaanza kubishana. Ghafla mama aliingia. Akasema bibi ameanguka. Wote wakaenda haraka. Bibi alisema anataka kuona ndoa. Akampa msichana kadi maalum. Usiku msichana akaenda kumponya bibi. Akashika mkono wa bibi. Akaanza kumponya. Mwanamume akaingia. Akaona kila kitu. Akaanza kutambua uwezo wake. Akaanza kuelewa ukweli. Kama umeipenda hii movie, kwa mwendelezo sehemu ya pili, comment next.